Mtu mmoja anaweza kubadilisha maisha ya wengi bila kuingia bungeni, bila cheo, bila ofisi maalum. Huyu ni Eric Omondi, mcheshi aliamua kutumia umaarufu wake kuleta matumaini na kutoa msaada na kuwa sauti ya wale wasiokuwa na sauti katika jamii. Kampeni yake ya Sisi kwa Sisi ni mfano ya jinsi mtu mmoja anaweza kuunganisha mioyo ya Wakenya, kuleta mabadiliko makubwa na kuonyesha kuwa ujamaa una nguvu zaidi ya siasa. Hapa tutaingia katika hadithi ya maisha yake na matukio ya kusaidia watu chini ya Sisi kwa Sisi movement. Eric Omondi alianza kazi yake kama mwigizaji na mcheshi nchini Kenya. Umaarufu wake ulianza kuonesha vipaji vya ucheshi, lakini kwa muda aliona kwamba uwezo huu anaweza kuutumia kuokoa maisha na kusaidia jamii. Maumivu binafsi, kuona hali ngumu za watoto, wazee, wagonjwa na familia maskini ndizo zilizogusa moyo wake na kuanzisha Sisi kwa Sisi. Kauli yake ya kampeni ilikuwa rahisi tu, yani Kenyans for Kenyans. Lengo lake lilikuwa kuunganisha wananchi wenye mioyo ya kujitolea na wale wenye mahitaji muhimu ili kubadilisha maisha hatua kwa hatua. Katika tukio moja lililoteka hisia za watu ndani ya kaunti ya Kisii, katika kijiji kidogo ambapo video moja ilisambaa mtandaoni ikimwonyesha mtoto mdogo akivuka daraja ambalo lilikuwa hatarishi kwa usalama wa binadamu. Video yake ilisambaa mtandaoni ikamfikia Eric Omondi. Kwa moyo wa huruma wa Eric Omondi alisafiri hadi Kisii na kupitia Sisi kwa Sisi alisaidia kujenga daraja hilo na kulipea jina la Baby Kemunto Bridge. Kwa sasa daraja hilo hatari limegeuzwa kuwa daraja imara, salama kwa watoto na wazazi. Jambo hili linatufunza kuwa katika dunia hii iliyojawa mambo mabaya, kuna watu wenye mioyo safi na wenye uwezo wa kusaidia wengine. Tukio lingine ni la kumsaidia alikuwa mwanamuziki wa kizazi kipya katika kikundi cha Sailors Gang. Kabla ya kufariki dunia, Shalkido aliingia kwenye mtandao wa kijamii akiwaomba Wakenya wamsaidie, kwani alikuwa anapitia wakati mgumu katika maisha yake. Shalkido alisema kuwa ana mke anayemtegemea na hana jinsi ya kusaidia familia yake. Video yake ilipomfikia Eric Omondi kama kawaida yake na kupitia Sisi kwa Sisi, Eric Omondi aliweza kumsaidia Shalkido na kumnunulia pikipiki ambayo angeitumia kupata kipato. Shalkido alimshukuru Eric Omondi pamoja na Wakenya waliomsaidia, lakini kwa bahati mbaya baada ya miezi kadhaa Shalkido alipata ajali mbaya iliyopelekea kifo chake. Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Katika tukio lingine, video moja ilisambaa katika mitandao ya kijamii ikimwonyesha mtoto mdogo akimuguza mama yake kitandani. Video hii ilijawa na hisia za Wakenya na kila mtu akaomba kuwa Eric Omondi angepata nafasi ya kukutana na mama huyu ili aweze kumsaidia. Na kama ambavyo Mungu hamtupi mja wake, kupitia Eric Omondi mama huyu alisaidiwa na Wakenya wenye mioyo mizuri. Timu ya Sisi kwa Sisi ilimsaidia hospitalini, ikamsaidia kupata dawa na huduma za kiafya. Sasa maisha yake yamebadilika, ingawa bado kufikia wakati naporekodi video hii hajapona kabisa, lakini familia yake ipo salama. Watoto wake wawili wanaenda shule na wanasoma vizuri. Tunamwomba Mungu amsaidie apone haraka. Kupitia Eric Omondi na Wakenya wema, mama huyu amepata tumaini jipya katika maisha yake. Nami najiuliza, je, kama huyu Eric Omondi mmoja wangekuwa hata 10, basi Kenya ingekuwa mahali pazuri zaidi kuliko leo hii. Hi guys, Eric Omondi here. I want to say a very big thank you to Team Sisi kwa Sisi and every Kenyan who sent anything to support our mom Millicent Maina. Madhe ako sawa, alikuwa stabilized, saizi yako fiti kabisa, hata ametoka hosi na tuko hapa na caregivers wa Madhe. Sasa Madhe sasa lazima achungwe na Simon the son, ndio? Ndio. Anajua anaitwa Dr. Nas Home Care Limited. This beautiful lady is here. Will be taking care of mom. Pamoja na our pia part of the team. Just for her recovery, Madhe sasa yako sawa, ndio mama?
Ambia Wakenya asante. Ninawashukuru sana Wakenya wenzangu kwa kunishikilia na kusimama na sisi. Mungu aendelee kumbariki na aendelee kumzidania. Asante. Kuna wakati mmoja msanii Peter Miracle Baby alipata msaada wa Kenya kupitia Sisi kwa Sisi. Msanii maarufu wa mziki wa Gengeton Peter Miracle Baby alipatwa na ugonjwa mbaya, akahitajika kufanyiwa upasuaji. Kutokana na gharama za matibabu, aliwalilia wasanii na watu wema wamsaidie. Kwa bahati nzuri, Eric Omondi alipata taarifa hii na kumtembelea hospitalini. Kupitia Sisi kwa Sisi ya Eric Omondi, Wakenya walijitokeza kumsaidia Miracle Baby kulipia matibabu na gharama za hospitalini. Hadithi hii ilionyesha jinsi gani watu wachache wakishirikiana wanaweza kuokoa maisha. Kila wakati kuna mtu ambaye atasaidika kupitia Sisi kwa Sisi ya Eric Omondi. Wakenya wale wenye kidogo na wengi wameunganishwa katika juhudi za pamoja. Ni mfano halisi ya kauli ya Kenyans helping Kenyans. Hapo ndipo nilipotambua kuwa sisi wa Kenya ni watu wenye mioyo mizuri sana. Hakika Mungu azidi kutubariki. Watoto waliokuwa wakiangukia kwenye changamoto za shule walipatiwa vifaa na baadhi ya madarasa kuweza kusoma salama. Mwanamama mmoja aliyekuwa mlemavu alisaidiwa na Wakenya kupitia Sisi kwa Sisi ya Eric Omondi na kuanzisha biashara ndogo ndogo, kulipa kodi na kujipatia kipato cha msingi. Katika dunia ambapo viongozi wengi wanashindana kwa sauti na madaraka, Eric Omondi anaonyesha kuwa hata mtu mmoja aliye na moyo wa huruma anaweza kuleta mabadiliko makubwa. Sisi kwa Sisi ni kumbukumbu ya uzuri wa moyo wa kujitolea. Ni mfano wa jinsi jamii inayoungana inaweza kuunda historia. Kila daraja lililojengwa, kila mgonjwa aliyepatiwa msaada, kila mtoto aliyepata elimu ni uthibitisho kuwa sisi kwa sisi tunaweza kubadilisha dunia yetu. Sio Eric Omondi tu, kuna watu kama vile Felix Makanda anasaidia watu kupitia Makanda Foundation. Amejengea watu nyumba, amesaidia watoto kurudi shule hadi kuhitimu. Felix Makanda alipitia wakati mgumu akitafuta maisha na anatambua uchungu wa kukosa chakula, kuishi mitani bila msaada, na ndipo alipoamua kuwa mtu ambaye atasaidia watu. Kama humfahamu, mfuate kwenye mitandao yake ya kijamii kama Felix Makanda, hasa pale YouTube. Ni wito kwetu sote, usiogope kuchangia, usiogope kusaidia, usiogope kuunga mkono. Kwa pamoja tunaweza kuwa nguvu isiyo na kikomo. Nami namalizia hapa mtazamaji wangu, nimeandika na kusimulia makala haya. Jina langu ni Kamanda Nicholas Mwita. Nikukumbushe tu usisahau kusubscribe na kulike video hii. Na hapo basi nikutakie wakati mwema. Bye.